Mariam, wewe ni mama. Ukiwa kama mama, pressure ni nyingi sana kwenye mitandao, especially hata kwa watoto wako pia. Ukiwa kama mama unazimudu vipi hizi pressure kwenye mitandao ya kijamii? Wakati mwingine nashindwa. Yeah. Wakati mwingine nashindwa inakuwa kama hajakopa. Nampambania mwanangu. Nasema uchungu wa mwana ajuaye mzazi. Nasimama. Unajua mimi raha ya watoto wangu wale wa kike wawili hawako kwenye mitandao sana. Yeah. Huyu wa mwisho ndo angalau alikuwa anaweka vitu vyake na yeye mwenyewe, lakini mkubwa hayuko kwenye mitandao. Na watu wengi hawamfahamu kupitia peji yangu ama peji ya mtoto wangu wa mwisho. Hawako wengi kwenye mitandao, lakini kama kinatokea kitu na kiangalia kina usahihi wa kumkingia mwanangu kifua au ni mwanangu kweli kakosea. Kama kweli mwanangu kakosea, namvuta, naambia hapa, hapana, hicho sio, toa, ama hiki fanya hiki basi. Hata mimi wakati mwingine nikiposti, mtoto wangu ananipigia simu, mama, hicho futa. Namuuliza kwa nini, ananipa sababu, kweli nafuta. Lakini kumzazi kumpambania mtoto ni kitu cha kawaida kabisa. Ni tukio gani kubwa ambalo lilitokea kwa mtoto wako kupitia mitandao ya kijamii likakukera sana? Hili juzi ambapo alipoolewa na Ahmed Ally. Hata ukiingia kwenye peji yangu sasa hivi, mimi nilimposti tu. Mimi napenda kuposti watoto wangu. What? Nilimposti tu. Akaja. Ataachwa. Kaolewa si mke wa pili. Kaolewa mke wa tatu. Na mimi niliamimina vile vile. Nikasema basi, na mwanangu akaniambia, unajua watoto wangu hawapendi maneno Nikamwambia mimi jeshi la mtu mmoja. Nitasimama kama walitumwa, kama hawakutumwa, kama kufanya nini, nitapambana nao. Basi na kweli nikapambana nao. Hata ukiangalia sijafuta zile message. Sijafuta hata moja. Na picha mtongo akaniambia, mama futa, ngapi sifuti. Mimi nimekuposti, kwani mara ya kwanza kuposti? Na sijakuposti picha ya harusi. Nimekuposti, yaani ukiangalia page yangu mimi watoto wangu na waposti. Lakini kwa nini mtu aje kwenye page yangu anifundishe, anielekeze? Sijamkataza, kama lina umuhimu sawa. Nifuata DM, nitaambia nakushukuru sana, kweli nitatekeleza. Lakini kama naona kabisa mwenyewe nimetafakari, sababu nimeposti, sijamwandika chochote, sijaandika kitu chochote, nimeposti picha. Kwa hiyo ni hivyo. Ndio. Lakini umeridhika kabisa mwanao kuolewa mke wa pili? Mwanangu hajaolewa mke wa pili. Unaelewa? Mwanangu mimi hajaolewa mke wa pili. Na hata kama ameolewa mke wa pili, si dini inaruhusu. Ndio. Kwani yule Ahmed nani, si mwanadamu? Mwanadamu. Unachofuata nini, si ni stara? Ndio. Kwa sababu unaweza ukaolewa na ukawa mke mmoja, lakini mle ndani ikawa patashika nguo kuchanika. Lakini unaweza ukaolewa mke wa pili. Lakini mimi binafsi najua mwanangu hapana mke wa pili pale. Kama kuna mke wa pili apeleke cheti. Yes, kuna mke sio wa kwanza alete cheti. Kuna mke wa pili alete cheti. Kuna mke wa tatu, si ndo mwanangu Ama kama ni mke wa pili, si ndo mwanangu. Wa kwanza alete cheti. Aseme jamani, mimi ndo mke wa Ahmed Ally, cheti hiki hapa. Mimi sio mjinga. On town kitambo. Lazima kaa chini mwanangu. Mimi unajua mwanangu nilimuuliza vitu viwili. Sikukurupuka. Nilimwambia hauolewi na msemaji, unaolewa na Ahmed Ally. Kwa sababu Ahmed Ally ni mwanadamu. Ni kama mimi Mariam, tasema mtangazaji, lakini baadaye nitakuwa sitangazi. Ukiniwa mimi Mariam kwa sababu mtangazaji, umeoa kazi yangu utangazaji. Umeelewa? Utanikimbia? Kwa hiyo sikukurupuka. Sikukurupuka kabisa. Sikukurupuka. Kumkabidhi mwanangu kwa Ahmed Ally, sikukurupuka. Ndio. Nikisema Ahmed Ally ana mapungufu yake, hata mwanangu ana mapungufu yake. Hakuna mwanadamu mkamilifu. Kilichokuwepo ni masikilizano tu. Hilo ndo kubwa na la msingi. Kipo anajua mwanangu, anajua. Kwani mimi mamake si niko kwenye ndoa? Mwaka wa 30 ngapi? 33, 34. Sijui umenielewa. Kwa hiyo ile lifestyle yangu ataifuata. Maisha yatakwenda. Leo mume hana, watastamiliana. Mume anacho, maisha yatakwenda. Kitu gani ambacho unachokipenda kutoka kwa mkwe wako Ahmed Ally kwenye kazi yake ambayo anaifanya? Kwenye kazi yake, kwanza nilicheka sikio, ananiambiaje? Kuna nilicheka ile comment kwa kweli, mimi mpaka nienda nimjibu. Akasema baba mkwe kiredio mama mkwe mtangazaji.
Wana Yanga tutawachamba mwaka huu. Umeona? Basi kwa kweli napenda kazi yake anavyozungumza, na mimi ni mtangazaji. Yaani ile comment ilifanya nicheke, nikibidi niwatumie wanangu. Yaani ikawa ni tafrani kwa kweli. Mimi nashukuru sana, nampenda mwanangu, nampenda tena, nampenda mno. Kwa sababu kwanza Mohamed mimi ni mama yake. Ni mama yake mdogo. Mama yake mdogo kwa sababu mama yake mzazi mimi namuita dada. Kwa hiyo sisi ni family friend. Kwa hiyo mkaendelea kuunganisha udugu kabisa. Labda kuna kitu kimoja hivi kuhusiana na ndoa ya mwanao na Ahmed Ally, au sio? Tunajua kwamba Ahmed Ally ni mtu maarufu, pia Mariam ni mtu maarufu kabisa. Nadhani umekaa naye chini sana mwanao, umempa darasa la kutosha kabisa kuhusiana na ndoa yake ambayo anaokwenda aloingia tayari kabisa, ambayo ameolewa. Lakini watu wanajiuliza, mbona ndoa imefanya kama kisirisiri? Labda the way tungetarajia kuona matangazo mengi, sherehe kubwa imefanyika, kwa sababu Mariam ni mtu mkubwa, Ahmed ni mtu mkubwa. Kwa nini imekuwa ni ndoa ambayo imefanyika kichini chini sana, haikuwa na matangazo mengi? Maji hufuata mkondo. Ndio. Mimi mama yao ndoa yangu ilikuwa hivyo hivyo. Ndio. Dada yake ndoa yake ilikuwa hivyo hivyo. Na yeye mwenyewe tukafanya hivyo hivyo. Ndio. Umeelewa? Mimi wakati natolewa mahari ndio siku yangu ya ndoa. Pasi na mwenyewe kujua. 9 Disemba 1991. Ndio. Umeelewa? Kwa hiyo na mtoto wangu wa pili, wa mtoto wangu wa kwanza, na yeye ndoa yake imefanyika hivyo. Kama ilivyokuwa ya kwangu. Siku anatolewa mahari na ndoa ikapita. Na ya binti yangu hivyo hivyo, wa mwisho huyu Radhia hivyo hivyo. Kwa hiyo anasema maji hufuata mkondo. Kama sherehe zitafuata sherehe. Sherehe sio ndo kusema itaenda kumfanya mtu adumu. Na hata kufanya hivyo kisiri pia sio kumfanya mtu adumu. Maridhiano, masikilizano wanayo wao wenyewe. Tukimalizia kabisa la mwisho, sasa hivi utandawazi umezidi kuenea duniani kote, kila kona sasa hivi kuna utandawazi. Lakini kuna tabia moja ambayo imeibuka kwa watoto wa kiume pia, kutoboa masikio, kutoboa pua. Wewe ukiwa kama mtu ambaye upo kwenye game kwa muda mrefu sana, tupe take yako kuhusiana na hili sakata. Watu wengi sasa hivi ukiangalia watoto wa kiume, sio kwa wasanii, sio hata watu wa kawaida, imekuwa ni kama mtindo wao, mtu anatoboa pua, anatoboa sikio. Kwa mtoto wa kiume hii haimshushi? Inamshusha, na ndio maana unaambiwa wanaume wako wachache, wanawake wako wengi. Ndio hatimaye watu wanaamua kupigana. Umenichukulia, lakini kwa kutoboa pua, kuvaa hereni, kutoboa pua si vizuri. Na hata kuvaa hereni kidini si vizuri. Kwa dini ya Kiislamu. Kwa sababu mwanaume anataka aoneshe wanaume wako. Lakini pia anaweza kwa mwanamke katoboa pua, kavaa hereni, lakini ni rijali na hana mambo ya kijinga na maisha yake anakwenda anaendesha. Umeelewa? Unategemea yeye amekulia wapi na familia gani. Tuchukulie mfano nikwambie. Watu walikuwa wanasema Hamisa hajai kubandika kucha, yale ni makuzi yake aliyoyazoea. Hamisa hana tattoo, yale ni makuzi yake ambayo ameyazoea. Kwa hiyo tukirudi kwa wanaume pia ni makuzi yake, ama ni aina gani ya watu waliomzunguka. Najua aina ile kuzunguka wanaweza kukubadilisha tabia, japokuwa ni wachache ambao wanaweza kubadilisha tabia. Shukrani sana kwa time yako. Nashukuru pia. Miriam Migomba. Nakushukuru sana, asante. Heshima yako kwa mara nyingine. Asante.